whatever we do here in Kiharu, hata tufanye mambo, tuweke shule zetu zote tiles, na hata tulipishe 500. Kama Kenya haiendi sababa, wanafunzi wote wa Kenya hawezi toshea Kiharu, na ni ukweli. So tunahitaji pia Kenya iprogress. Jana nimepata wakati nikasikiza viongozi wa nchi jana wakiwa pale KICC. Wanasema iko kitu wamezindua juzi inaitwa National Illegal Borrowing Fund. Na hiyo kitu, the only thing they want to do with it is to borrow more money. Unfortunately for them, I want to tell them, muongee kizungu yote, lakini Kenya sasa hakuna mtu wa kudanganya tena. Jana mlikuja mkasema ati we are signing this National Illegal Borrowing Fund. Wanaita National Infrastructure Fund. Wanasema tumeisign kwa sababu tunataka Kenya iache kukopa. Na nikasikia kiongozi kwa mdomo yake anasema ati this is the end of borrowing. Yet we have currently in parliament a budget policy statement ambayo imepitishwa ya serikali yenyewe, ambayo wameweka pesa watakopa this financial year ikianza ni 1.2 trillion shillings. Na ni mwaka ikianza, ikiisha they'll have borrowed more than 1.5 trillion Kenya shillings. I want to ask you guys, you are here pronouncing the microphones in Nairobi, tumeleta hii National Illegal Borrowing Fund kwa sababu hatutaki kukopa. In your own budget this financial year, you have 1.2 trillion. How do you want Kenyans to believe you if even what you are saying unasoma hapo ni uongo imeandikwa? That currently Kenya is borrowing. Na munisikiza vizuri. Kenya saa hii inakopa 1.25 trillion Kenya shillings every year. In the entire time of President Mwai Kibaki, the entire 10 years, he's borrowed only 1.2 trillion in 10 years. Akajenga hizi mambo yote tunaona hapa Kenya. So we are borrowing in every single day 4 billion Kenya shillings. Kenya. Na hiyo sijahesabu ile tumekopa kulipa deni. Munisikiza vizuri. Hiyo nasema 4 billion per day ni net debt. Sijahesabu ile pesa unakopa Equity kwanza kulipa Cyrock. Hiyo sijahesabu. Na hesabu after hiyo ile umekopa ya juu. 4 billion every day. Now you want to start another fund. Na hiyo fund wanasema for every 1 shilling they want to borrow another 12. Na wanatupea kizungumiki ya kitu inaitwa PPP. Ambayo National Treasury wanapeana barua inaitwa Letter of Comfort. Meaning, kama hiyo project haitafanya kazi, hiyo inakuwa deni ya nchi. So we want to continue borrowing 4 billion per day as we are doing. And over 1.5 trillion every year. Na hiyo hatufugi hiyo kitabu ya kukopa inaendelea. Sasa tunafungua ingine hapa kado. Sasa kukopa trilioni ingine 5 kwa kado. Mimi najiuliza kwa viongozi wetu, nani amewaambia Kenya inaenda pahali ya kwamba unabebesha Kenya mzigo ambayo it is breaking the back of our republic? Naona viongozi wanajipiga kifua tena jana Nairobi ati sports fund imekuwa hii Kenya for I don't know 20 years. It is also a lie. The current law of sports fund ni ya 2018 na the initial one ni ya 2013. Ya 2013 wenye wako serikalini pia wao walikuwa serikalini. Na wanakuja kutuambia ati hawajui pesa ya sports fund ilienda wapi. It is Kenya who should be asking you, nyinyi ambao mko serikalini, mlipeleka pesa ya sports fund wapi? Sasa wanakopa pesa. Hebu sikizeni hapa. Hii Kenya iko na maajabu. Ati tunajenga stadium. Sasa tunajenga stadium na huyu ni kiongozi anashika microphone anaambia raia ati wanakopa 44.5 billion Kenya shillings. Ilikopwa last year. Ati ni ya kujenga stadiums. Wakapeleka bank kama collateral pesa ya sports fund. Waka raise board. Ati mkopo ya 44.5 billion Kenya shillings. In 15 years, Kenya will pay interest rate alone of 100 billion shillings.
Na mtu anakuja anaongea ati apigiwe makofi na Wakenya. Kenya cannot continue to be mismanaged in this manner. Kama tumekaa tunaweka the future generations of Kenya katika hatari.